Leo nataka nikwambie kitu kimoja ambacho kitakusaidia sana kwenye mazingira ambayo unaishi na kukaa. Watu waliofanikiwa wana vitu vikubwa vitatu. Watu waliofanikiwa au watu ambao wana malengo makubwa ya kufanikiwa wana vitu vikubwa vitatu. Jambo la kwanza, wanafanya na watu ambao pia wana malengo au wanaishi kwa mtazamo chanya kama yule mtu. Successful people, they work with smart people. Nikisema smart people, nazungumzia watu ambao wanafata kanuni na taratibu za mafanikio. Smart, wengine wanasema ni systematic, measurable, attainable or accurate. Wengine wanasema realistic, T for time management. Kwa tukisema huyu mtu ni very smart, huyo mtu hataki kupoteza sekunde na dakika kwa mambo ambayo haoni faida yake kubwa. Tutasema unaongelea nini? Nasema hivi, mtu ambaye ana muda wa kupoteza kwa vitu ambavyo sio talenti yake, sio target yake, sio malengo yake, huyo mtu ujue ana kitu anakijaribu kukiangalia mbali. Laiti ungejua anawaza nini, anafikia nini kwa muda huo, ungemwacha kabisa bila hata kumsema. Kwa hiyo hao watu wanafanya watu ambao wako very smart. Lakini cha pili, wanajua kutumia muda wao vizuri. Managing of time. Wanajua kutumia muda wao vizuri bila kupoteza ovyo. Kwa mtu mwingine unakuta anaamka asubuhi, ana ratiba, anasubiri tu, mimi nasubiri tu simu yoyote bwana niita niende huko. Sasa hapana. Yaani wewe utachelewa sana. Utachelewa sana. Hata kama wewe kazi zako ni za yaani haujaajiriwa kama naamkia sehemu fulani, lakini lazima ukae ni mtu wa kujua kwamba okay, mimi sijaje duniani hapa kupita tu. No, kuna kitu inabidi nikifanye na niache legacy. Inabidi kuna kitu nikifanye na niache alama. Yaani usiangalie muda gani umepambania hicho kitu. Wewe angalia ni nini unaenda kukifanya. Ni nini nimetoa video nasema hivi kwamba kitu gani kinakunyima usingizi. Kitu gani uko nyuma ukikaa ukatafakari zaidi, unaona kitu hiki light nikifanikiwa, basi dunia, mazingira ninayoishi, watu walionizunguka wanaenda kubadilika. Aidha kiuchumi, kimawazo au fikra, au aidha katika njia yoyote ile. Popote pale ulipo, kuna kitu unacho kitabadilisha jamii. Kitu cha pili hicho kwamba lazima watu. Jambo la tatu, watu hawa hawakati tamaa hata kama wanafanya makosa mengi sana. Yaani unakuta wana a lot of mistakes lakini hawakati tamaa. They never give up. Huyu ni mtu ambaye ana focus ya mbali sana. Yaani huyo mtu utaangalia, kuna wanasiasa, kuna wafanyabiashara wakubwa, kuna wachezaji wa mpira wengi, wachezaji wa vikapu, wakimbiaji, wacheza swinini, wafugaji, yaani wakulima. Yaani watu wanakuta huyu mtu anafanya makosa mengi sana, anakutana na makosa mengi sana, lakini akati tamaa. Anaendelea mbele. Anaamini hata kama nimeanguka leo, lakini kesho naenda kuinuka tena. Acha kwa tamaa ndugu yangu, acha kwa tamaa. Nakwambia kabisa, acha kwa tamaa. Amini kwenye kuanguka kuna kuinuka. Unaanguka mara moja, utainuka mara mbili. Yaani leo hii watakudharau, watakuona umefanya hivi, lakini kesho watakwambia you are the man, you are the best. Yaani a human being should resist. Lazima unganganie kile ambacho unakiamini. Kwa hiyo usikate tamaa ndugu yangu, twende tupambane. Maisha ni vita. Yaani ndio usichukulie maisha kama yale ambayo una garantia kuishi. No, maisha ni vita. Kwa hizo motivation 3 zinakusaidia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Usiache kufanya subscribe kwenye YouTube yangu, usiache kushare video hii. Najua kuna mtu atamsaidia, lakini pia ni follow kwenye Facebook, ni follow TikTok, follow na Instagram. Tuko pamoja katika mapambano ya mafanikio. Asante sana.